Karibu kwenye simulizi ya Machozi ya Rohoni. Mwandishi ni Azizi Hashim. Jina langu ni Onesimo Sangalali. Fresh, unaendeleaje? Nahisi kichwa kinanigonga sana. Nini kimetokea kwani? Nilimuuliza kashusha pumzi ndefu na kuniinamia. Wewe ni mwanaume Alex, na siku zote umekuwa imara katika mapito yako. Hili nalo litapita, na kuomba usikate tamaa. Tuko pamoja na nakuhakikishia kwamba hili litapita, alisema Joel. Ni hapo ndipo kumbuka kilichonifanya niwe kwenye hali ile. Joanna ameamua kunimaliza kabisa, nilisema huku machozi yakianza kunitoka. Nikamwona Joel akimgeukia Alice na kumpa ishara kwamba atoke nje. Kweli Alice alitii, tukabaki wawili tu. Hebu niambie ukweli, hili swala likoje? Sijawahi kufanya kitu kama hicho. Sijawahi kufanya hicho anachosema Joel. Wewe unanijua, naweza kutembea na katoto kadogo kama kale. Hata kama asingekuwa mtoto, nawezaje kutembea na ndugu wa mke wangu? Mimi sio mshinzi kiasi hicho. Kwa maelezo yake anadai kwamba yule binti alikuja kukaa nanyi kipindi cha likizo. Ni kweli au sio kweli? Ni kweli. Nakumbuka hata wewe niliwahi kukwambia likizo iliyopita alikuja kukaa nyumbani kwetu, na kilikuwa ni kipindi ambacho matatizo kati yangu na Joanna alikuwa yameshaanza. Anasema kwamba huyo mtoto ametoa ushuhuda kwamba wewe ulikuwa ukichelewa kwenda kazini kwa makusudi, au wakati mwingine ulikuwa unarudi nyumbani muda ambao unajua Joanna hayupo, kisha unamlazimisha kufanya naye mapenzi. Sio kweli. Wewe umefanya kazi na mimi kwa muda mrefu. Hivi kuna kipindi kweli nilikuwa nachelewa kazini, au kuna kipindi nilirudi nyumbani wakati wa kazi? Alafu anaposema nilikuwa nasubiri yeye aondoke kwenda wapi, wakati siku zote Joanna alikuwa akishinda nyumbani. Amesema pia kwamba usiku ulikuwa unategea alale, kisha unanyata na kutoka mpaka kwenye chumba cha huyo mtoto na kufanya naye mapenzi. Sio kweli. Sijawahi kufanya kitu kama hicho hata mara moja. Mungu wangu shahidi. Mimi nakujua Alex. Najua kwamba hizi ni tuhuma, hazina ukweli wowote, lakini najua pia kwamba sisi wanaume huwa tunakuwa na udhaifu kwa watoto wa kike, hasa pale mnapokuwa mnaishi nyumba moja. Hebu nihakikishie hujawahi kumgusa yule binti? Na kwa pia sijawahi kabisa. Hata kama mwenyewe akipatikana anaweza kueleza ni lini, wapi nimewahi kumgusa. Hata mazoea sikuwa naye, maskini ya Mungu. Sasa tunafanyaje? Na issue yenyewe sasa ndio imeshakuwa hivyo. Kuna ushahidi gani kwamba kweli huyo mtoto ni mjamzito? Ni mjamzito kwa sababu alikuja naye pale ofisini na kweli kitumbo kinaonekana. Basi kama kweli ni mjamzito, kutakuwa na mtu ambaye amefanya hayo mambo, lakini sio mimi. Tangu nimeoa Joanna sikuwahi kumsaliti hata mara moja. Mwanamke wangu wa kwanza amekuja kuwa ni Alice, ambaye naye nimekutana naye nikiwa safarini kukimbia fujo za Joanna. Ilisema huku machozi yakiendelea kunibubujika. Nichomwambia Joel ulikuwa ndio ukweli wa maisha yangu. Ni kweli huyo mtoto anayemsema alikuja kuishi na sisi kipindi cha likizo, lakini kama sikuwahi hata kufikiria mambo hayo. Alikuwa ananiheshimu sana na mimi niliweka mipaka tangu siku ya kwanza nakuja. Tuma hizo zilikuwa za ajabu kabisa, na kiukweli zilinichanganya mno kichwa changu. Nilikuwa najua kilicho mbele yangu. Sheria za nchi zilikuwa kali sana kwa mwanaume anayetembea na mwanafunzi, na hiyo ipo mpaka sasa. Ukifanya mapenzi ya mwanafunzi, tambua kwamba unajitia kitanzi wewe mwenyewe. Hata asipopata ujauzito, ikishafahamika kwamba umetembea naye na ushahidi uko mezani, huwezi kukwepa kifungo cha miaka 30 jela. Ukimpa ujauzito ndio mbaya zaidi, kwa sababu unakuwa na kesi karibu 3 za kujibu. Ya kwanza ni kubaka, ya pili inakuwa ni kumkatisha masomo, na ya tatu inakuwa ni kumpa ujauzito. Hii ni miongoni mwa kesi mbaya sana. Pengine ukizitoa kesi za mauaji, hii ndio inaongoza kwa kuwapeleka watu wengi gerezani. Kibaya zaidi kwenye kesi za namna hii, mtoto husika ndiye anayesikilizwa zaidi. Akisema jambo hata kama ni la uongo, ushahidi wake unakuwa na nguvu sana mahakamani. Kwa hiyo nilijikuta nikikata tamaa. Nilishajua kwamba siwezi kukwepa mkono wa sheria. Basi inabidi tufanye utaratibu, utoroke tena Alex. Hakuna namna. Uende mbali kabisa huko, ukaanzisha maisha yako mpaka mambo yatakapotulia. Hapana, siwezi kukimbia kwa kosa ambalo sijalifanya. Sasa tunafanyaje? Aache sheria ichukue mkondo wake. Najua nitapitia misukosuko mikubwa, najua nitadhalilika, najua nitapoteza mwelekeo, najua nitasota gerezani, lakini mwisho wa siku kweli utakuja kufahamika. Nipo tayari kupita kwenye bonde la mauti. Nilisema
kwa hisia za ndani kabisa. Nilishaamua kwamba liwalo na liwe, acha niteseke, lakini mwisho wa yote ukweli utafahamika, kwa sababu kweli hauna kawaida ya kujificha na uongo kamwe haudumu. Kilichokuja kujifunza ni kwamba wanawake wengi wanakuwa na visa mapenzi yanapofika mwisho. Ule usemi kwamba mkeo sio ndugu yako ni kweli kabisa. Ilikuwa vigumu sana kuamini kwamba Joanna, mwanamke niliyempenda na kufanya kila kitu ndani ya uwezo wangu ili mradi afurahi, leo hii alikuwa akinisulubu kiasi hiki. Basi sawa, nimependa ujasiri wako, lakini unapaswa kujiandaa kisaikolojia kwa sababu haitakuwa rahisi. Najua Joel, lakini magereza pia yapo kwa ajili ya watu, na watu wenyewe ni mimi na wewe. Najua Mungu ana makusudi yake kwa ajili ya hili linalotokea kwenye maisha yangu, na kuomba nikutambulishe upya kwa Alice. Tumeshatambulishana. Hapana, nataka utambulisho rasmi, nilimwambia. Kainuka na kutoka nje, na muda mfupi baadaye alirejea akiwa ameongozana na Alice ambaye bado alikuwa analia. Alice mpenzi wangu. Abe baba, pole mama. Asante. Pole nawe baba. Nishapoa. Najua umeshakutana na shemeji yako, lakini nimemuomba niwatambulishe tena upya. Nilimwambia huku nikilazimisha tabasamu. Akawa ananitazama huku na yeye akijaribu kuificha huzuni iliyokuwa ndani ya moyo wake. Niliwatambulisha kila mmoja na mwenzake, wakapeana mikono. Mambo hayatakuwa rahisi kama tulivyodhani. Joanna amenifungulia kesi. Anasema nimembaka na kumpa ujauzito mdogo wake. Sasa nilichoamua ni kwamba acha nipambane naye. Najua nitakamatwa, nitadhalilishwa, nitapelekwa gerezani na pengine nitahukumiwa kifungo kirefu, lakini nakuomba sana uwe na moyo wa subira. Hayo ni mapito tu, na akili yangu inaniambia kwamba yatapita na hatimaye maisha ya mimi na wewe yataendelea. Nilisema safari hii nikiwa na ujasiri ambao hata mwenyewe sikujua na utoa wapi. Moyo wangu ulikuwa ni kama umekufa ganzi.